Halo, shalom. Karibuni tena katika kipindi kingine ambacho siku ya leo tunaenda kujifunza juu ya moyo wa shukrani. Watu wengi hatupokei tena mambo makubwa kutoka kwa huyu Mungu kwa sababu hatujui kumshukuru. Kwa mfano, umekuwa unamuomba Mungu akupatie pesa, labda milioni 1, lakini Mungu akakupa milioni 1, wakati mwingine anakupa kwa kukupima, lakini ndani ya hiyo 100,000 kuna hiyo milioni 1. Sasa mtu anapokea 100,000 anasema mimi nilikuwa nimeomba milioni 1 lakini kanipa 100,000, haitoshi na vitu vya namna hiyo. Mpendwa, kupitia hicho kidogo Mungu anakizalisha na kukifanya kikubwa. Kitu cha kwanza Mungu alikuwa anataka kwako ni moyo wa shukrani. Lakini kwa sababu haujui kumshukuru, hautaki kumshukuru, haujifunzi kumshukuru, mambo mengi mazuri hayafiki kwako. Unashangaa watu walikuwa nyuma yako wanakupita. Watu ambao walikuwa hawajui Mungu wanakupita. Kumbe wewe ni bora kuliko wao. Biblia inaongea sana juu ya shukrani. Ibrahimu alipotoka kupigana vita, akawa ameshinda, alichukua vitu vingi mateka. Lakini wakati anarudi nyumbani, njiani akakutana na Melkizedeki, mfalme wa Salem. Ibrahimu akaamua kumpa mfalme wa Salem, Melkizedeki ambaye ni Mungu mwenyewe, fungu la 10 ya vile alivyotoa kule katika vita. Na yule mfalme akambariki. Ibrahimu hakuna mtu alimwambia kwamba toa, lakini alitoa kwa sababu alijifunza na aliamini katika shukrani. Biblia inaongea sana juu ya shukrani, hasa kitabu cha Zaburi. Ukisoma Zaburi ya 34 inaongea, ukisoma Zaburi ya 47 inaongea, ukisoma Zaburi ya 136 ambayo naipenda sana inaongea juu ya shukrani. Wapendwa, katika kitabu cha Zaburi ambacho kina sura 150, zaidi ya sura 15 kama si 20 zinaongea juu ya kumshukuru Mungu. Kumbe kumshukuru Mungu kuna mata. Kumbe kumshukuru Mungu ni kwa muhimu sana. Mpendwa, jifunze kumshukuru Mungu. Hebu fikiria wewe ni mzazi, umefika nyumbani, umenunua kitu umekipenda cha thamani, alafu unampatia mtoto wako, hasemi asante, anakiangalia tu anaweka hapo chini. Au mke umeletewa zawadi na mume wako lakini hukuipenda, unamvunja moyo, si ndio? Anashangaa, mbona huyu nimemletea kitu cha maana hata kama ni kidogo. Kuna vitu vingi amesacrifice ili akupe, lakini unaona mtu appreciate. Ndivyo Mungu anavyoumia. Kwa nini anatoa vitu vikubwa namna hiyo kwa watu wake, lakini watu hatutaki kumshukuru Mungu. Kumshukuru Mungu ni lazima. Hata unapokuwa umelala, ukiamka asubuhi, mshukuru Mungu.